Uhaligani mfuatiliaji wa afya 102, mimi kwa majina naitwa Mtalemwa, ni mtaalamu wa tiba lishe na tuko hapa viwanja vya Usagara mjini Tanga kwa hisani ya Afya Check. Kuna zoezi la siku 3 ambapo wananchi wa mkoa wa Tanga na viunga vyake wanapata huduma bila malipo. Katika wagonjwa ambao nimekutana nao kwa kiasi kikubwa nimeweza kugundua kwamba bado Watanzania hawajaweza kufahamu ni nini wale na kwa wakati gani. Wamekuwa na prioritize baadhi ya vyakula na vingine wanaviweka pembeni, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo nataka nikuelekeze kwa ufupi kuhusu mlo kamili ni nini na unahusisha vitu gani. Mlo kamili ni kula chakula ambacho kinahusisha makundi 6 ya vyakula, na kwa binadamu kila mtu ana mahitaji yake maalum. Mfano, kuna mgonjwa wa kisukari ana mahitaji yake, kuna mgonjwa wa pressure ana mahitaji yake, kuna mgonjwa wa vidonda vya tumbo ana mahitaji yake, lakini kuna mtu yule ambaye sio mgonjwa. Kwa hiyo kila mtu ana mahitaji yake kulingana na hali yake, awe mjamzito, awe mtoto mdogo, awe mtu mzima hivyo. Kwa hiyo katika makundi 6 ya vyakula nitaanza kuelezea kwa namna hii. Mfano, tukianza na kundi la kwanza. Kundi la kwanza ni kundi la nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupika. Hii ni kundi ambalo Watanzania wengi tumelizoea kwamba ni chakula kikuu. Yaani hata ukienda hotelini au mgawani unasikia anaagiza labda ugali, niletee ugali, alafu vitu vingine vinakuwa viambata. Kwa hiyo wengi wamezoea hivyo, lakini hii tunasema ni kundi la kwanza ambalo linasaidia kutoa nishati lishe, yani nguvu. Kuna hapo kwenye kupumua, kuna kutembea, kufanya mazoezi na kadhalika. Nishati lishe inatoka katika kundi hilo. Mifano yake kwenye nafaka ni kama mchele, bidhaa zote za ngano, mahindi na kadhalika. Lakini tukija kwa upande wa mizizi ndio kama viazi, ndio kama magimbi. Ndizi za kupika ndio hizi ndizi za kijani. Kuna mzuzu, kuna ndizi matoke, kuna wengine wanasema ng'ombe, malindi na kadhalika. Hilo ni kundi la kwanza, na tumesema kwa kiasi kikubwa linatupa nishati lishe ambayo inatusaidia kuendesha shughuli za mwili zinazohitaji nguvu. Kundi la pili ni kundi la asili, vyakula asili ya wanyama. Vyakula hivi vinatokana na wanyama, lakini pia kuna product au bidhaa zinazotokana na wanyama, lakini pia kuna wadudu wanaoliwa. Vyakula hivi ni nyama za aina zote, kuna samaki, dagaa, wengine wanaita uono, kuna bidhaa za wanyama ndo kama samaki, ndo kama maziwa, mayai, kuna jibini na kadhalika. Lakini tukija wadudu wanaoliwa kutokana na tamaduni za sehemu mbalimbali, kuna mikoa anakula senene, kuna mikoa anakula nzige, kuna mikoa anakula kumbikumbi, na hizo zina protini kwa wingi katika kundi la pili. Hili kundi tunapata protini inayotokana na wanyama ambao tunaita high biological value. Ni protini ambayo ina kiwango kikuu cha juu. Inasaidia kwenye ukuaji, inasaidia kutengeneza vichocheo mbalimbali mwilini, inasaidia kutengeneza vimengenya, lakini kusaidia kutibu au wakati wa kuponya majeraha. Ni kirutubishi muhimu sana. Kundi la tatu ni kundi jamii ya mikunde. Tunasema vyakula vyote ambavyo vina asili ya maharage, mikunde, lakini pia kuna karanga, lakini pia kuna mbegu zenye mafuta. Kwa hiyo hili kundi pia ni la msingi, linatupatia protini, linatupatia madini aina mbalimbali, linatupatia mafuta mazuri kwa ajili ya afya. Mfano tunayopata kwenye mbegu ambazo ni nzuri kwa afya kama chia seed, tuna almond, tuna walnut na kadhalika. Kwa hiyo hili kundi pia ni la msingi ambapo linawasaidia watu kupata virutubishi ambavyo ni vya msingi kwa ajili ya afya zao. Lakini kundi la 4 ni matunda. Matunda yanafahamika, yapo ya aina mbalimbali, lakini hapa huwa tunasisitiza kula matunda kulingana na msimu husika, kwa sababu kwanza utapunguza gharama. Matunda kwa msimu husika yanakuwa yanapatikana kwa bei nafuu, lakini virutubishi vinakuwepo havijachakachuliwa, viko vizuri. Kwa hiyo tule matunda kulingana na msimu husika, ambapo kwa siku angalau ule matunda ya aina 2 mpaka 3. Kwa hiyo mifano ya matunda ipo mingi, nafikiri matunda yanafahamika. Tukija upande wa kundi la 4 ni kundi la mboga mboga. Mboga mboga zipo za aina 2, kuna za majani na zisizo za majani. Tunapozungumzia za majani ndio hizi kina spinach, tembele, Chinese, wengine wanatumia mpaka majani ya maharage, yani kadri inavyowezekana, kwa sababu kila eneo ina utaratibu wake. Kwa hiyo hizi zote ni mboga za majani. Zisizo za majani ni zile zote ambazo mfano kuna
karoti, kuna mazukini, kuna mabilinganya, nyanya chungu na kadhalika. Hizi zote zinatakiwa zipikwe kwa pamoja kwa kuchanganya. Kwa hiyo hapo ndo tunatengeneza kuweza kutimiza lile lengo ambalo tunalitarajia tupate vitamini na madini kutoka katika kundi hili. Kundi la 6 na la mwisho tunazungumzia ni mafuta yenye afya. Haya mafuta tunayopendekeza ni yale ambayo yagandi kwenye joto la kawaida. Mafuta haya ni kama yanayotokana na alizeti, kuna yanayotokana na olive, kuna yanayotokana na parachichi. Mafuta ambayo hayagandi kwa ujumla ndio yanashauriwa na ni salama kwa ajili ya afya. Kwa kufikia hapo, nilikuwa najaribu kutoa picha halisi kwamba kwa kitu ambacho nimekiona, kwa watu ambao nakutana nao wengi bado hawajui mlo kamili ni nini. Kwa hiyo nimeweza kuelezea, na zaidi nitakuja kuelezea virutubishi tunavyovipata na mahitaji yake halisi. Mfano, katika mlo wako, ile kundi la kwanza niliyozungumzia la jamii ya mizizi, nafaka na ndizi za kupika, kwa mtu ambaye ana changamoto ya kiafya, usawa ngumi 2 unakuwa unatosha. Tukija kundi la asili ya wanyama, lakini pia na kundi la 3 la jamii ya mikunde, karanga na mbegu zenye mafuta, usawa wa kiganja chako unakuwa unatosha kwa kila mlo. Tukija upande wa mboga zinatakiwa ziwe viganja 2 kwa kila mlo. Tukija upande wa mafuta tunatumia yani kimfuniko kile cha mafuta kinakuwa kinatosha kwa mlo mmoja. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utakuwa unakula inavyotakiwa na utaepuka magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kwa sababu tumeona kwa kiasi kubwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanatokana na lishe duni.